So jana wakati nikiongelea situation ya huyu mama ambaye anataka kudhulumiwa nyumba na huyo Mohamed Yusuf Ali, sikwenda kwenye details za ile kesi yao kwa sababu nilikuwa sijui details, kwa hiyo sitaka kuziongelea. Kwa hiyo niliongelea kile ninachokijua kuhusu yule Mohamed Yusuf Ali na Abduli na Samia. Ndio hicho nilichokiongelea. Lakini leo I have more information that I can give you. Ni hivi, kwanza kabisa, kama mmeona leo serikali imeenda pale kwenye nyumba ya yule mama, yule mkuu wa mkoa na kila enda pale. Kama umetumia akili na umeona, wameingia pale tayari wameshajipanga wako upande wa nani. Kama mlivyoona, tayari wameenda pale, serikali tayari wako upande wa Mohamed, hawako upande wa yule mama. Mpaka hapo tayari inakuonesha wewe mwananchi, yani serikali iko wapi. Okay? Sasa tuingie kwenye situation yenyewe. Okay? Je, hii nyumba ni ya nani? Hii nyumba nani mwenye haki? Afu mbali ya kuacha haki, pia je, utu yani kwa kutumia utu au kwa kutumia just to be fair, to be fairness inakuwaje? Je, nchi inaangalia wanyonge? So I'm going to go into these details. Okay? Sasa ni hivi, sijui situation ya mume wa yule mama kuuziana na huyu Mohamed Yusuf Ali ilikuwaje. Waliuziana, hawakuuziana, I don't know. Mimi nachokijua mpaka sasa hivi ni kwamba ile nyumba ni nyumba ya ndoa, ni matrimonial home. Haiwezi kuuzwa bila wote wawili, mke na mume, kuweka signature kuuza. Hawezi kuuza mmoja nyumba ya ndoa, haiwezekani. Yule mama zile document ambazo anazo, zile document za mauzo ambazo za transfer alizonazo yule Muhindi, zile document hata signature ya yule mama hakuna. Kuna dole gumba la yule mama. Unaona? Yule mama amesoma mpaka chuo kikuu, kwa nini asisaini mwenyewe? Unaona? Na ndio maana yule Muhindi mpaka leo hajaenda mahakamani, hajampeleka huyu mama mahakamani. Wewe jiulize, wewe umenunua nyumba milioni 250. Alafu baada ya kununua hawataki kuhama. Wewe umenunua nyumba milioni 150. Alafu baada kununua hawataki kuhama. Cha kwanza unakimbilia mahakamani, ili ukawatoe kwenye nyumba. Yule Muhindi ana akili, anajua ile kesi ikienda kwa haki ile nyumba atoboi, kwa sababu ile nyumba ni nyumba ya ndoa, ni matrimonial home, lazima mke asign. Yule mama ndio maana alipeka caveat, kwa sababu haja sign, haja nini. Kwa hiyo yule Muhindi piga ua, sheria ikifuatwa, nyumba ya ndoa haiwezi kuuzwa bila mke kukubali. Unaona? So lakini yule mama alitaka kuwa fair. Okay? Akawaza kama mume wangu amefanya hiki kitu, mume wangu amefanya hiki kitu, alimtafuta kama mume wangu amefanya hiki kitu, umepoteza hiyo milioni 200 uliosema, tutakurudishia, nikurudishie hiyo milioni 200 uliopoteza, uende zako kama mume wangu alikuingiza mjini. Unaona? Huyu Muhindi hataki hiyo milioni 250. Muhindi anamwambia nini huyu mama? Muhindi anachomwambia huyu mama ni kitu gani? Anamwambia mama, nipe bilioni 3. Nipe bilioni 3 ndio nitaachana na wewe. Au kama vipi, mimi nikupe wewe milioni 100 nikusaidie uondoke uende zako ukatafute pa kuishi. Nikupe. Kwa hiyo issue sio hata ile milioni 250. Sio hela. Issue ni kwamba Muhindi anataka kumdhulumu huyu mama. Kwa sababu mtu wa kawaida ambao umepigwa, alafu unapata mtu ambaye amekupiga mke wake, anataka akurudishie hicho uchopoteza, hutaki. That means wewe uko unaujua huu mchezo toka mwanzo. Either yule mume wake akufanya au wewe ulifanya kivyako. Unaona? Unakataje kuchukua kitu ulichokipoteza ukaachana nacho?
hawataki. Cha pili, angalieni video zilizopostiwa leo la eneo la ile nyumba. Pembeni ya nyumba yule mama kuna empty plot kubwa. Ile empty plot tayari wanazo hawa. Wanataka kuunganisha zile plot wadondoshe apartment. Ndio maana hawaelewi lugha yote pale. Na ndio maana hawaelewi lugha yote. Kina Abduli wako nyuma pale wanataka kudondosha apartment pale. Ndio maana hawaelewi. Alafu ile plot ya pembeni yake pale kuna vya apartment mchwara vya Shigongo vile. Kuna vya apartment mchwara vile pembeni pale ya jumba la mama ni vya Shigongo. Okay? Niliposikia ambacho nimeambiwa lakini sina na ninacho ni kwamba wanapataka pale pote. Unaona? So wanataka kudondosha luxury apartment pale. Unaona? Sasa kuna hii issue ambayo nilikuwa nataka kuiongelea. Kama kweli serikali ni wanyonge, kama rais anajali wananchi wanyonge, wananchi wa chini, hii kesi ya huyu mama inaweza kumalizwa dakika 2 na Samia. Tena ikamalizwa kwa haki, sio hata kwa kumuonea huyo ofisadi wao Yusuf Ali. Ikamalizwa kwa haki na serikali. Kwa kumjali huyu mama ni mjane. Huyu mama anaitegemea hata ile nyumba kupata income. Ndio maana ameweka wapangaji, anajibana ndani na watoto na wapangaji anaitumia kama income. Kulea watoto, kuishi, ni mjane. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo rais ambaye ni mwanamke anaweza kuimaliza hii kesi kwa haki, wote wawili wakapata haki. Huyu ufisadi wao ambao wanamtumia kufanya ufisadi wao huyu Yusuf Ali na yule mama. Je, anaweza kufanyaje? Huyu mama anaweza tu kumwambia yule Muhindi, wewe Muhindi kwa mamako, ulishakimbia hii nchi, ulishakimbia hii nchi, ulishafungwa, ulikuwa ndani miaka 4 sijui 5 yote ile kipindi cha Magufuli ulikuwa ndani, ukaja ukakimbilia India, umeshindwa kurudi, umeacha kila kitu. Mimi nimekusamee deni, nimekufutia deni la 15 billion, almost 16 billion. Nimekufutia deni, nimekufutia kesi, umeweza kurudi Tanzania uendelea maisha yako. Embu katika ile 15 billion tulokusamee, hii nchi tulokusamee ile 15 billion. Embu toa hicho unachomdai huyu mama. Toa unachomdai huyu mama kwenye ile hela ambayo serikali imekusamee. Toa unachomdai, alafu endelea na shughuli zako, mwache. Yes mwanamke. Yes anasema anajali wanyonge. Hii kesi anaimaliza Samia kwa jinsi tu ambavyo. Afu kumbukeni kwamba huyu jamaa hela ni kwamba alikuwa anafanya wizi, anaibia serikali, ndio maana Magufuli alimtia ndani. Kwa hiyo ameshaibia wa Tanzania. Okay? Hata hiyo hela aliyomkopesha mume wa huyu mama ilikuwa ni hela ya ufisadi, hela ya kuibia wa Tanzania. Why am I saying that? Huyu Muhindi mnaambiwa hii ndio ilikuwa biashara yake. Yani alikuwa, kwa sababu alikuwa ana so much cash ndani, hela nyingi alikuwa nazo ndani, alichokuwa anafanya alikuwa anakopesha watu tu. Anakukopesha, unampa hati ya gari, unampa hati ya nyumba, kwa sababu hawezi kupeleka zile hela benki, kwa sababu ni hela chafu. Hawezi kuzipeleka benki, kwa anakopesha tu kwa watu. Kwa akatu anakopesha watu. Na hakumkopesha huyu mama tu, wamekopesha watu wengi na hawajamlipa mpaka leo. Na watu hawakumlipa kwa sababu walikuwa wanajua ni hela za wizi. Hawezi kuwapeleka mahakamani. Unaona? Kila mtu alikuwa anajua ni hela za wizi azoibia serikalini. Kwa hiyo hii kesi Samia anaweza akamaliza in 2 minutes. Kwa jinsi tu ambavyo kamrudisha huyu kwenye basi, au sisi wa Tanzania tuseme kwenye ile bilioni 15 tulokusamee, ambao TRA yetu imekusamee kwenye kodi, ambazo sasa hivi inabidi tufidie zile kodi kumana zako wewe ambazo umesamewa zile 15 bilioni wazo kusamee. Toa hapo kidogo, msamee huyu mama hiyo milioni 200 yako. Alafu kingine sasa ambacho mlikuwa mjui, yule mama leo hakufunguka kila kitu. Hii kuvamiwa sio mara ya kwanza wamevamiwa. Tena hii ya this time ni cha mtoto.
Walishavamiwa kipindi cha JK yuko akiwa rais. Huyu Muhindi tena ile ilikuwa worse, alituma watu wana mapanga. Mume wake akiwa bado yuko hai, yule Muhindi alimvizia yule mume wake yupo kwenye ndege anaenda South Africa. Kwa baba yuko kwenye ndege anaenda South Africa, Muhindi akatuma majangili na mapanga. Waliingiliwa na mapanga pale, wanatolewa kwa mapanga. Kuna waliopigwa yule binti ambaye soma na mamake kipindi hicho alikuwa mdogo, sijui ana miaka 10, sijui ana miaka mingapi. Unaona? Waliingiliwa na mapanga. Muhindi anawaambia, nyie hamna cha kunifanya mimi nyie. Mimi nakunywa chai na Rizwani. Mimi nakunywa chai na Kikwete. Nyie ndo yani yule Muhindi kaishika nchi miaka hiyo. Toka huko kipindi cha Kikwete ndio alikuwa kaishika nchi, ndio alipokuwa anafanya ufisadi wake. Unaona? Kwa hiyo aliwaingilia na wakakosa msaada. Yule mama kaenda kufungua kesi baada polisi, baada yule kuwatumia watu. Unaona? Walipigwa mapanga kipindi cha Kikwete. Unaona? Alivyokuja Magufuli, ndio Magufuli kumpiga pini huyu Muhindi, kumpiga pini ndio kumweka ndani kila kitu. Sasa hivi Muhindi karudi tena, kwa sababu sasa hivi serikali ya Tanzania Ikulu kuna fisadi amerudi tena. Kwa Muhindi karudi ana power tena, yuko na rais, yuko na mtoto wa rais. Kwa anafanya kile kitu ambacho alikuwa hawezi kufanya kipindi cha Magufuli. Kwa mjue hii nchi sio ya wanyonge tena. Hii kesi ya huyu mama inaishi dakika 2. Lakini Samia anashindwa kuingilia, anashindwa kumwambia huyu Muhindi acha, au usipoacha tunarudisha yale madeni. Wewe kama ukienda kumsumbua mama tunarudisha yale madeni. Lakini hawezi. Why hawezi? Kwa sababu ile eneo na mtoto wake analitaka, kwa sababu huyu Muhindi anafanya biashara na mtoto wake. Ndio maana mnaona serikali nzima wako na huyu Muhindi. Kwa hiyo wasiwadanganye hapo, sijui kuna sijui haki, sijui Muhindi sijui ana haki gani. Hamna. Na ndio maana Muhindi haendi mahakamani kwenye hii kesi ya hii nyumba, haendi mahakamani, anatumia njia za kijangili, anatumia njia za kutumia hela kwa kuwa mkoa, kuwa wilaya kumtoa yule mama, sababu anajua kama ikitumika haki bin haki, ile nyumba yule Muhindi hawezi kuipata. Hawezi, kwa sababu ni matrimonial home ambao hamjui sheria, ile ni nyumba nyingine. Je, huyu Muhindi aliwapataje kina Abduli na wakati alikuwa ameshaondoka? Aliwapataje kina Abduli mpaka kurudi Tanzania? Ni hivi, huyu Muhindi wakati alikuwa huko sasa, naambiwa alikuwa anahangaika kwa watu wakubwa wamconnect na Abduli. Kahangaika. Alikuja kumconnect na Abduli nani? Mombo ndio alio connect Dubai. Mombo yule Muhindi naambiwa alitoa hela yote ya mwisho ile baki nayo ili aweze kurudi Tanzania, deni lifutwe, kila kitu. Akawapa kina Abduli hela na Mombo huyu, kama nilivyowaambieni ile lini, huyu Muhindi toka rudi Tanzania hana miezi 6 toka amerudi. Hana miezi 6 toka amerudi. Mombo ndio aliyefanya ile deal lote kwa connect yule na kina Abduli, na Abduli kwenda kuongea na mama yake yule kufutiwa kesi, wakarudi ndo wakajiunga, sasa wanafanya ufisadi. Na sasa yule Muhindi ndo anatumia ile power alikuwa naye ili sasa kurecover yale madeni ambayo alikuwa anawakopesha watu kwa hela ambazo aliwaibiwa Tanzania. Yaani huyu Muhindi hii hela ni anemdai huyu mama ni ya kwenu wa Tanzania ambao alikuwa amewaibia. Kwa hiyo hapa kuna swala la ubinadamu linaweza kutumika in 2 minutes, la ubinadamu likatumika swala la haki, na kuna jinsi wanaweza kumbana huyu Muhindi dakika 2 huyu Muhindi akaback down. Lakini hawataki, kwa sababu na wao wana benefit wanaitaka kwenye ile plot pale. Kwa hiyo wasiwadanganye wananchi wakawafanyeni nyewe vichaa. Hamna kitu. Ni kwamba hakuna haki ya wanyonge Tanzania tena. Sasa hivi wenye haki ni mafisadi. Mafisadi wote wa enzi za JK wamerudi, sasa hivi wameshika nchi, wanaonea wanyonge maneno zao.